tunaishi katika nyakati za siku za mwisho wa dunia hii, nyakati zilizojaa hofu, mashaka na kukata tamaa. Katikati ya dhoruba za maisha, matatizo ya familia, kushuka kwa maadili, hali ngumu za kiuchumi na magonjwa yanayotikisa dunia, mioyo ya wengi imelemewa. Wengi wanajiuliza, je, bado kuna tumaini? Ndiyo, kuna tumaini, na tumaini hilo si la kawaida. Ni tumaini linalorejesha amani, linalofufua imani na kuleta faraja katikati ya maumivu ya maisha. Katikati ya sintofahamu ya dunia hii, bado kuna sauti ya upole inayokuita, sauti inayokupa uhakika na kukuelekeza kwa Kristo Yesu, tumaini lenye baraka. Maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa, nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa, tukilisubiri tumaini lenye baraka. Tukilisubiri tumaini lenye baraka. Wana Njombe, tuko hapa lakini tunalisubiri tumaini lenye baraka. Na ufunuo wa utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na Mwokozi wetu. Ninawasalimu katika jina la Bwana. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Wenye furaha tukutane hewani, punga juu kabisa. Kama furaha inatoka moyoni, punga ukitabasamu, kisha mshangilie Bwana na upige kelele ukisema amina. Amen, amen, amen. Ninafurahi kuambia ya kwamba Lilian mkazi wa nchini Uingereza ametuma sadaka yake ambayo imedhamini vituo 3 nchini Tanzania. Na watu 484 tangia tulipoanza mikutano mpaka sasa wametembelea vituo hivi. Kituo cha kwanza kiko pale Ngongongare chini ya Pastor Abia Banga. Kituo cha pili kiko pale Kiganza sokoni chini ya Jonas Mwinjilisti. Kituo cha 3 kiko Asasiloka chini ya Genzi. Na katika vituo hivi watu 8 wameyatoa maisha yao wakimpokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wao. Sasa niwapatie habari tamu halafu tuingie kwenye ubiri la jioni ya leo. Jimbo la Sek ni kule Dar es Salaam, linaongozwa na mchungaji Kajiru. Idara ya vijana katika jimbo lile wamedhamini mahubiri ya hadhara yanayoendana na sisi hapa Njombe. Na ngoja nikwambie, kwenye kituo kile yupo kaka yetu na ndugu yetu Daktari Heri Muhando, na ametuma habari kutuambia mpaka jana watu 37 wameyatoa maisha yao kwa ajili ya ubatizo. Wapendwa, tumaini lenye baraka linatoka Njombe na linakwenda ulimwenguni kote. Umewahi kuonewa? Sasa wanaume msijibu haraka, hasa kama mke wako amekaa pembeni yako. Wewe kaza sura tu, jifanye kana kwamba wewe ndio ulikuwa unawaonea wengine, lakini ukweli wewe na Mungu mnajua kwamba ukiwa form 1, form 2 umefagia sana, umefyeka kwa ajili ya watu wengine. Umewahi kuonewa? Mchungaji mmoja ananiambia akiwa anasoma mahali fulani huko Tanga, sasa ni utu wa kale, hawa form 2 walikuwa wanawaonea sana form 1. Na siku moja mbabe mmoja pale wa form 2 akamletea nguo zake, akamwambia zifue hizi nguo. Huyu mchungaji akasema, nilikuwa nimechoka kuonewa, nimechoka kabisa kuonewa. Kwa hiyo akasema siku hiyo nikachukua nguo za yule mbabe nikazipeleka
kwenye zizi la ng'ombe, pale ambapo mkojo wote unaenda. Anasema nikaziloweka, nilipomaliza kuziloweka nikaenda nikazitundika. Mwamba alipokuja anauliza nguo zangu, anamwambia mzee, nguo zako ziko kwenye kamba. Mwamba alipofika akakuta nguo zake na mkojo wa ng'ombe. Na hapa mnajua tunatumia neno mkojo kwa sababu sasa si dunia nzima inatuangalia, za kuambiwa unachanganya na za kwako. Kama alifanikiwa kupata mkojo wa ng'ombe, sasa umeelewa. Mwaka 586 kabla ya Kristo, kijana mmoja jemedari akiongoza majeshi ya baba yake alifunga safari kutoka Babeli, na farasi na wapiga farasi, majemedari wa vita wakiwa nyuma yake, wakakimbia wakaingia mpaka Yerusalemu. Walipofika Yerusalemu wakafanya mauaji ya hatari. Huyu kijana mbabe akafanya mauaji ya hatari, katika mauaji mabaya ambayo yamewahi kurekodiwa katika historia ya mwanadamu. Mauaji hayo ya 586 kabla ya Kristo chini ya jenerali aitwaye Nebukadneza yalikuwa ni mabaya. Walipofika pale Yerusalemu, wakachukua vijana wote na wanaume, wakawafunga kamba na minyororo, wakawaweka katikati ya uwanja wa michezo, halafu wakawaleta wanawake wao. Kumbuka hawa ni vijana na wanaume. Wakawachukua dada za hawa vijana, wakawachukua mama za hawa vijana, na katika uwanja wa michezo askari wakiongozwa na mbabe aitwaye Nebukadneza wakaanza kubaka wadada na wamama hadharani na wanawake waliokuwa wana mimba. Historia inasema askari wa Nebukadneza waliwachana matumbo yao na kutoa vile vitoto tumboni na wakavipiga kwenye miamba iliyozunguka Yerusalemu ikajawa damu za vitoto ambavyo vilikuwa bado havijazaliwa. Baada ya kuwa ameuteka Yuda, yeye akawaambia askari wake, chagueni vijana walio bora hapa, vijana wa kifalme, muwapeleke mateka. Haikuishia hapo, akaenda kwenye hekalu pale Yerusalemu akalibomoa na kuliharibu. Haikuishia hapo, akaenda kwenye vyombo vilivyokuwa vikitumika hekaluni akavichukua vyombo vile, akasema hivi tunavipeleka, hatujawateka wao tu, hatujawapiga wao tu, hatujawaonea wao tu, hatujaonyesha ubabe kwa wao tu, tumeonyesha ubabe hata kwa Mungu wao. Askari wake wakiwa wanarudi Babeli, yeye akasema bado nataka niitawale dunia nzima. Akaanza safari kushuka Misri na baadhi ya askari wengine. Akiwa njiani, farasi wanakwenda mbio, wanashuka Misri, wawatende Misri kama walichokifanya hapa Jerusalem. Katikati ya safari anatokea farasi mwingine nyuma yake ambaye anakimbia mbio kana kwamba haikanyagi ardhi vizuri. Wanamkuta Nebukadneza, wanamwambia Nebukadneza, baba yako mfalme amekufa. Mara moja huyu jemedari anageuza farasi, njia zote zinarudi Babeli, na anapofika Babeli mara moja anakaa kwenye kiti cha baba yake, anasema sasa mimi ndiye mfalme wa Babeli. Wale vijana waliochukuliwa kutoka Yerusalemu wakaanza kukejeliwa, wakamwambia jamani, nyie si mna Mungu wa kwenu kule mlikuwa mnamwabudu anaitwa Yawe? Kwa nini msituimbie nyimbo za Mungu wenu tusikie Mungu wenu mnavyomwabudu? Ndio wakasema kando ya mito ya Babeli, hapo ndipo tulipoketi tukapaza sauti zetu tukilia, vinubi tumetundika juu ya mti, tutawezaje kuimba wimbo wa Bwana katika nchi ya ugeni? Tunawezaje kumsifu Mungu ambaye amedhalilishwa na ametudhalilisha kiasi hiki? Jana nilikwambia njia pekee ya kwenda mbinguni ni kumwamini Yesu. Lakini leo ninakwambia zipo nyakati imani inajaribiwa.
Zipo nyakati imani inatikiswa. Zipo nyakati wewe uliyemkubali Yesu unafanyiwa mambo mabaya, unaonewa na kunyanyasika, unakaliwa vibaya na unajiuliza, Mungu wangu yuko wapi? Zipo nyakati unaomba na maombi yako ni kama hayajibiwi vizuri. Labda yupo mzazi hapa anayenitazama ambaye mtoto wake sasa ni mlevi, anatumia madawa ya kulevya na amekuwa akifunga na kuomba na kuomba, lakini mtoto habadiliki na imani yake inatikiswa. Anajiuliza, Mungu yuko wapi? Yawezekana ni mfanyakazi, bosi amekukalia vibaya, hakupendi na wewe kiukweli humkubali sana, lakini ndio bosi. Wenzako wanapewa safari za nchi za nje, wewe hata safari ya mkoa jirani huioni mwaka mzima. Bosi anakunyanyasa, anakuonea, na wewe ni mtoto wa Mungu, unamwamini Mungu, umempa Mungu maisha yako. Unajiuliza, Mungu, mbona husikii maombi yangu? Mbona nanyanyasika? Na unaona hiki ndicho wale vijana walikuwa wanajisikia walipotwaliwa kutoka kwenye nchi yao. Mama zao na dada zao wamebakwa hadharani, mimba zimefumuliwa na ziko kwenye miamba, hekalu lao limebomolewa na vyombo vilivyotumika hekaluni sasa viko huku kwa miungu isiyomtambua Mungu. Zipo nyakati imani hujaribiwa. Kati ya watu waliochukuliwa kutoka Yerusalemu kwenda Babeli kulikuwa na vijana 4: Shadrach, Meshach, Abednego pamoja na Daniel. Hawa hata katika dhoruba za imani walisema, tunaweza tusimwelewe Mungu, lakini tutasimama imara. Ngoja nikwambie, njia na safari ya imani si rahisi, lakini ukimpa Mungu maisha yako, hapo majaribu na dhoruba zitakuja. Ninakuomba na ninakuombea kwa neema ya Mungu, simama imara. Walipofika kule Babeli, majina yao yakabadilishwa, na wapo wataalamu hapa wa kubadilisha watu majina yao. Mimi nimezaliwa nikaitwa Baraka, wewe unaniita Cheusi, koma kwa jina la Yesu. Yaani mtu amezaliwa kabisa, tena binti anaitwa Jane, lakini kwa sababu ni mfupi watu wanamuita Shoti. Zakayo wa kike, jamani. Majina yakabadilishwa. Na daktari alitueleza vizuri, mtu akitaka kukubadilisha vizuri, anakubadilishia na kile unachokula, kwa sababu we are what we eat. Sisi ni kile tunachokula. Walipoambiwa wale vyakula ambavyo vimetolewa kafara kwa miungu, vyakula ambavyo ni najisi, vyakula visivyo safi, wakamwambia mfalme, tunakuheshimu, ni kweli ulitupiga, ni kweli sisi ni mateka, lakini huo mstari hatuwezi kuuvuka. Jina ukibadilisha, hata wewe ukinibadilishia jina langu, mimi ninajijua ni nani, no problem, lakini kwenye chakula sitakubali kujitia unajisi. Na wakamwambia, mzee, tupe tu muda, lisha watu wako wanavyokula na sisi tule tunavyokula halafu. Na Biblia inasema ilipokuja siku ya mtihani, vijana hawa walionekana kuwa mara 10 bora zaidi ya wale wengine. Kwa nini usemi amina? Danieli sura ya 2 fungu la 1 tunakutana na mgogoro. Vijana wako mateka nchi ya ugenini, mgogoro unaingia. Danieli sura ya 2 fungu la 1. Danieli sura ya 2 fungu la 1. Hata katika mwaka wa 2 wa kumiliki kwake Nebukadneza, yes, aliota ndoto na roho yake ikafadhaika, usingizi wake ukamwacha. Ndipo mfalme akatoa amri kuwaita waganga na wachawi na wasihiri na wakalidayo wapate kumweleza mfalme ndoto zake. Basi
Wakasimama mbele ya mfalme. Mfalme akawaambia, nimeota ndoto na roho yangu imefadhaika hata nijue tafsiri yake. Sasa unaona Nebukadneza hamjui Mungu. Ni kweli ni mbabe, ni kweli ana nguvu, lakini hamjui Mungu. Anapopata shida yoyote ile hawezi kuipeleka kwa Mungu, anaipeleka kwa waganga wa kienyeji. We mama, kaza macho unitazame. Tupo na watu katika dunia hii ambao wameamini kabisa kwamba wachawi na waganga wa kienyeji wana nguvu kuliko Mungu. Nimesimama hapa Njombe kukwambia yuko Mungu mbinguni ambaye halinganishwi na yoyote yule. Alafu wewe mtoto wa Mungu unayemwamini Mungu, wewe uliyempa Yesu maisha yako, nimesimama hapa kukwambia usitishwe kamwe na waganga wala wachawi. Hawana nguvu dhidi yako. Hawana nguvu dhidi yako. Ni kweli uchawi upo, ni kweli waganga wapo, lakini kwetu sisi tuliofichwa ndani ya damu ya Yesu, kwetu sisi tuliotakaswa na Yesu, Hesabu 23 fungu la 23 linatuambia ya kwamba ndio uchawi huko, ndio uganga huko, lakini kwetu sisi tunaomwamini Mungu hakuna uchawi katika Israeli wala hakuna uganga katika nyumba ya Yakobo. Usitishwe na mganga. Siku moja nilikuwa natembea, si unajua kuna wale watu wanaojifanya ni wabashiri. Wale wabashiri wanakuambia eti tutasoma mkono wako. Tunatembea mjini, akaniambia blaza, mimi naweza nikakusomea bahati yako maishani. Nikamwambia alo, sasa kabla hujanisomea bahati yangu maishani, maana hayo ni magumu, ukiniambia tu jina langu nakupa 50,000. Usiende mbali kwenye kesho kutwa, mwakani nitakuja kuwa nani, achana na hayo. Nikamwambia wewe, kabla hujafika huko nitajie tu jina langu, si unayajua ya kesho, niambie jina langu linaitwa nani, nakupa 50,000. Unadhani mjadala uliendelea? Nebukadneza anaita waganga, anaita wachawi, anaita washairi. Mambo. Sasa wale jamaa kimsingi wakashindwa. Nebukadneza akawakomalia, nyie mnakula bure, mnalala bure, kazi yenu ni kuniambia mambo yamekuja hamwezi kuyasema. Wakamwambia mzee, sasa wewe kimsingi tuambie ulichoota, halafu mengine tutamaliza. Kama yule anayekwambia nipe mkono wako halafu nisome mambo ya kesho, lakini hata jina langu halijui, lakini kesho yangu anataka kuniaminisha anaijua. Akawaambia hapana, nilichoota sikukumbuki, na nyie ndio kazi yenu kuniambia, mtaniambia, hachomoki mtu. Wakabishana, wakasumbuana. Wale jamaa, unapofika Danieli sura ya 2 fungu la 10 na 11, Biblia inasema Wakalidayo wakajibu mbele ya mfalme wakasema, hapana mtu duniani awezaye kulionyesha neno hili la mfalme, kwa maana hapana mfalme wala bwana wala liwali aliyetaka neno kama hili kwa mganga wala kwa mchawi wala kwa Makalidayo. Fungu la 11, ni neno la ajabu hili analolitaka mfalme, wala hapana mwingine awezaye kumwonyesha mfalme neno hili ila miungu wasiokaa pamoja na wenye mwili wanaweza kumwonyesha. Hawa jamani wachawi ni waganga, lakini walipobanwa vizuri walianza kuwa wakweli. Unajua kuna nyakati hata wachawi wakiwekwa kwenye kona wanasema Mungu yupo. Mambo yamewawea magumu, wanakaribia kuuawa, wakamwambia sasa mfalme, sikiliza, hili jambo hili kibinadamu haliwezekani. Hili ni la miungu peke yake, na sisi sio miungu, sisi ni wanadamu, tuheshimiane. Ni kweli tunakula, ni kweli tunalala, lakini mzee, mshahara wako ni kwa wanadamu, sio kwa miungu. Na ndio maana Biblia inasema katika kitabu cha Yeremia 17:5, Bwana asema hivi, amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu. Hata huyo mganga unaendaga kumuona ni mwanadamu kama wewe. Hao wachawi unaowaogopa ni wanadamu kama wewe. Kuna wengine tumeweka matumaini yetu kwa waganga na kwa wachawi. Katika Njombe Net Event, tumaini lenye baraka, tunasema matumaini yetu tunayaweka kwa Mungu. Basi Danieli 12:13, basi kwa hiyo mfalme akaghadhabika sana, akaona hasira nyingi, akatoa amri kuwaangamiza wenye hekima wote Babeli. Basi ile amri katangazwa, na hao wote wenye hekima walikuwa karibu.
na kuuawa. Watu wakamtafuta Danieli na wenzake ili wauawe. Yaani wakati wanaulizwa maswali hawakumtafuta. Sasa wameambiwa kuna kifo, wakaambia mfalme sio peke yetu, Danieli pia, Shedraki, Meshaki. Unajua bwana, mke wangu aliwahi kuniambia zamani, heri wali maharage utakula ushibe, lakini walimwengu ni hatari sana. Wakati wanaulizwa Danieli, Shedraki, Meshaki, Abednego hawakuwepo, lakini sasa wanaambiwa mtakufa. Wakasema mfalme sawa, tutakufa, lakini mzee, vipi kuhusu Danieli, Shedraki? Hao nao watakufa. Arioko akatoka ili aende kuwatafuta hawa vijana Danieli, Shedraki, Meshaki na Abednego. Tunafika pale Danieli 2:16. Biblia inasema basi Danieli akamwambia Arioko, mbona mna panic? Maana Arioko anambia nimekuja kukuchukua, twende nikakuue. Kwa nini? Mfalme huko ameghadhabika. Jambo gani kubwa hili? Basi Danieli akamwambia Arioko, nipeleke mbele ya mfalme tuzungumze naye. Danieli anapofika mbele ya mfalme, basi Danieli akaingia akamwomba mfalme ampe muda, kisha yeye atamuonyesha mfalme tafsiri ile. Fungu la 17, ndipo Danieli akaenda nyumbani kwake akawapasha habari wakina Anania, Mishaeli na Azaria wenzake, ili waombe rehema kwa Mungu wa mbinguni kwa habari ya siri hiyo, ili kwamba Danieli na wenzake wasiangamizwe pamoja na wenye hekima wa Babeli. Danieli alipopelekwa kwa mfalme akamwambia mfalme, hakuna haja ya kuuana. Ni kweli we ni mbabe, na wababe siku zote wanatatua matatizo yao kwa vita. Kabla hatujauana tupe muda. Danieli anapopewa muda, Danieli anaenda kwa rafiki zake. Haleluya! Kuna nguvu katika kuomba pamoja, kuna nguvu katika kuwa na marafiki wa maombi, kuna nguvu katika kuwa na watu ambao watakuinua katika maombi. Akawaita rafiki zake, wakajifungia wakaomba. Tunapofika Danieli sura ya 2 fungu la 19, nalipenda sana. Ndipo Danieli alipofunuliwa siri hiyo katika njozi ya usiku. Mungekuwa mumeelewa mngesema amina, lakini kwa sababu hamjaelewa na nimekuja hapa kuwaelewesha. Baada ya Danieli kuomba, Danieli alienda kulala. Kuna raha katika kumwamini Mungu, kumtegemea Mwokozi. Kwangu tamu kabisa. Yaani ameambiwa utauawa, akasema shauri hili nimeliweka mikononi mwa Mungu, na baada ya kuliweka mikononi kwa Mungu akaenda kulala tena kwa amani, maana anajua Mungu atafunua siri hiyo kwa mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio imani. Imani ni kulala katikati ya dhoruba. Imani ni kuwa na utulivu wakati wengine wamepanic. Nina rafiki yangu mmoja anaitwa mchungaji Christopher Ungani. Nilimsikia katika hubiri lake na nikamuomba asubuhi ya leo. Nikamwambia pastor, naomba nitumie zile notes zako ili nizishare. Akaniambia pastor, injili lazima ihubiriwe hata katika kukupatia notes. Kwa hiyo ana kitu hiki huwa anakisema na ninakipenda. Ungani anasema imani ni kwenda kujifunza udereva kabla hujanunua gari lako. Imani ni kununua mbegu kabla ya kununua shamba. Imani ni kuhesabu vifaranga kabla mayai hayajatotolewa. Imani ni kuchora ramani ya nyumba kabla ya kununua kiwanja wala kuwa na pesa za ujenzi. Imani ni kununua shela we binti kabla hujapata mchumba. Una shela lako. Kila siku ukiamka unalipiga pasi, unasema kuna siku nitakuvaa. Unaenda kwenye shughuli. Ukirudi unaliambia bado mtu hajaja, lakini kuna siku nitakuvaa. Hiyo ni imani. Anaendelea kusema Ungani. Imani ni kuandika ushuhuda wako ukiwa ICU na bado hujaponywa. Hiyo ndio imani. Kubeba mwamvuli kabla mvua haijanyesha. Imani ni Danieli kulala kabla ya Mungu kumpa majibu ya maombi yake. Basi inapofika asubuhi, Danieli anamfuata Arioko na anamwambia nipeleke kwa mfalme. Lakini Arioko alikuwa anapenda masifa. Arioko anapofika kwa mfalme, Danieli 2:25, ndipo Arioko akamuingiza Danieli mbele ya mfalme kwa haraka, akamwambia hivi, nimemwona mtu wa hao wana wa Yuda. Samahani, ni Arioko ndo alimuona Danieli au Danieli ndo alimfuata Arioko? Wananjombe na wauliza, baada ya Danieli kupata majibu, ni Danieli ndio alimfuata Arioko au ni Arioko alimfuata Danieli?
Alafu Arioko anapofika mbele za mfalme, ili aonekane anatatua matatizo ya kifalme, matatizo ya mfalme Arioko anayamudu. Arioko anamwambia mfalme, nimekuletea kijana hapa, atakutatulia mambo. Kwenye maisha haya kuna watu tu wanapendaga kula credit hata kwa kazi ambazo hawajazifanya. Waswahili wanasema kuna watu wanapenda kiki. Sikiliza mpendwa, wachana na maisha ya kiki, pambana na mambo yako. Wachana na mambo ya kiki. Kama unatafuta kiki, zitafute kwa Yesu. Na kiki za Yesu ni tambo ndefu, yaani akikupa moja inabadilisha maisha yako yote. Arioko anamwambia mfalme, nimekuletea mtu hapa. Na mfalme anampokea. Si Arioko amesema nimekuletea mtu. Mtazame Danieli sasa. Danieli 2:26. Danieli anapofika mbele ya mfalme, mfalme akajibu akamwambia Danieli, aliyekuwa akiitwa Belteshaza, je, waweza kunijulisha ile ndoto niliyoiona na tafsiri yake? Fungu la 27. Danieli akajibu mbele ya mfalme akisema, ile siri aliyoiuliza mfalme, wenye hekima hawawezi kumfunulia mfalme, wala wachawi, wala waganga, wala wanajimu. Nadhani Arioko alikuwa na hali gani? Wewe ndio umembeba Danieli kwa kifua mbele, umemwambia mfalme nimekuletea mtu. Mtu uliyempeleka anakuambia mfalme hamna mwanadamu anayeweza, na yeye ni mwanadamu. Nalipenda sana fungu linalofuata. Fungu linalofuata la 28. Lakini Danieli anamwambia mfalme, Danieli 2:28, lakini yuko Mungu mbinguni. Lakini yuko Mungu mbinguni. Lakini yuko Mungu mbinguni. Wewe ambaye umechoka, wewe ambaye umekata tamaa, wewe unayeteswa na shetani, wewe unayedharaulika, wewe ambaye maisha yamekupiga chenga, wewe ambaye maisha yamekuendea vibaya, wewe unaelia, tumekuja Njombe kukuambia yupo Mungu mbinguni. Usikate tamaa. Yupo Mungu mbinguni. Yuko Mungu mbinguni anayeweza kufunua siri. Na baada ya hapo Danieli akamwambia, mzee, uliota ndoto, na ndoto yako ilikuwa ni kama sanamu fulani hivi. Hilo sanamu kichwa chake kilikuwa cha dhahabu, kifua na mikono ilikuwa fedha, tumbo na kiuno vilikuwa shaba, miguu ilikuwa chuma, nyayo zilikuwa zimechanganyikana, nusu udongo na nusu chuma. Lakini lilionekana jiwe ambalo halijachongwa na mikono ya wanadamu. Hilo jiwe likaja likaiponda ponda ile sanamu, likaisaga-saga, na vile vipande vya sanamu ile vikapeperushwa. Na lile jiwe likageuka likawa mlima mkubwa. Na anaposema mfalme anasema, yes sir. Yes sir, ndio, ni kweli, niliota hivyo hivyo, ni kweli, niliota hivyo hivyo, ni kweli. Unajua baada ya Danieli kumwambia mfalme hiyo habari, mfalme alisema nini? Yule mbabe Nebukadneza alisema, ni kweli yuko Mungu mbinguni, na kuanzia sasa aheshimiwe Mungu wa Daniel, Meshach na Abednego. Hata wababe kuna mahali wakifika huwa wananyong'onyea. Unadhani naishia hapo? Danieli anamwambia mfalme, mimi Mungu hakuniambia tu ulichoota, aliniambia maana ya ulichoota. Danieli 2:37 mpaka 43, wewe mfalme, ufalme wa wafalme, na Mungu wa mbinguni amekupa ufalme na uwezo na nguvu na utukufu, na kila mahali wakaapo wanadamu, wanyama wa kondeni na ndege wa angani amewatia mkononi mwako, naye amekumilikisha juu ya hao wote. Wewe ukichwa cha dhahabu. Si mnakumbuka sanamu ina kichwa cha dhahabu? Na baada ya zamani zako utainuka ufalme mwingine mdogo kuliko wewe, na ufalme mwingine wa tatu wa shaba utakao wala dunia yote, na ufalme wa 4 utakuwa na nguvu mfano wa chuma, kwa maana chuma huvunja vitu vyote na kuvishinda, na kama chuma kisetavyo vitu hivi vyote, ndivyo vitakavyovunja na kuseta. Fungu la 41, na kama vile ulivyoona hizo na nyayo za miguu na vidole vyake kuwa nusu udongo wa mfinyazi na nusu chuma, ufalme ule utakuwa ufalme uliogawanyika, lakini ndani yake zitakuwako nguvu za chuma kama vile
ulivyoona kile chuma kimechanganyikana na udongo wa matope, fungu 42, na kama vidole vya zile nyayo vilikuwa nusu chuma na nusu udongo, kadhalika ufalme ule utakuwa nusu yake una nguvu na nusu yake umevunjika. Na kama vile ulivyokiona kile chuma kimechanganyikana na udongo na matope, watajichanganya nafsi zao kwa mbegu za wanadamu, lakini hawatashikamana kama vile chuma kisivyoshikamana na udongo. Danieli amemwambia nini mfalme? Danieli amemwambia mfalme kwamba wewe mfalme Nebukadneza, wewe ni kichwa cha dhahabu. Lakini Nebukadneza, pamoja na ubabe wako wote, hautatawala dunia yote milele. Baada yako utakuja ufalme mwingine tena mdogo kuliko wewe. Na ukweli kabisa, inapofika tarehe 13 mwezi wa 10 mwaka 539 kabla ya Kristo, kijana aongozaye jeshi aitwaye Koreshi alipeleka majeshi yake, wakapita kwenye mfereji wa maji, wakakuta askari wanaolinda Babeli wamelewa. Maana mfalme wa Babeli kipindi hicho, unaposoma Danieli sura ya 5, Belshaza amefanya sherehe, na Biblia nasema sherehe ile alikunywa mvinyo nyingi. Dokta, itabidi siku moja utufundishe hapa athari za pombe. Amekunywa mvinyo nyingi, amelewa, na Biblia nasema alikuwa kwenye sherehe ile na wake zake na masuria zake. Kwa hiyo pale ni wanawake wa sampuli zote, wanawake wa sampuli zote. Pastor Yuda, wanawake wa sampuli zote walikuwa pale, miguu kama maiki kama ulivyosema, miguu kama chupa ya bia, wenye hipu kama nanili, wenye mikono kama nanili, wenye nywele vipilipili na wenye nywele ndefu. Mfalme amefanya sherehe, anakula, anakunywa, anafurahi. Askari wake naye wanakula, wanakunywa, wanafurahi. Lakini Koreshi amepita kwenye mfereji, wakagonga geti. Wale askari kwa sababu wamelewa, hata hawakujua kwamba hawa ni waadui. Wakajua wamekuja kwenye sherehe, wakawakaribisha ndani, wakawapa na chakula. Huku wanaingia kule, mfalme Belshaza anaona kidole kinaandika kwenye ukuta, mene mene tekel na peresi. Mfalme Belshaza, umepimwa na umekutwa umepungua, na leo hii ufalme wako umetwaliwa. Belshaza akapinduliwa usiku ule ule. Asubuhi ile Belshaza, bendera zilisimama ni za Babeli. Jioni bendera saa 12 filimbi ilipopigwa, zilishushwa bendera za Babeli. Lakini alipopinduliwa usiku, asubuhi yake bendera zilizonyanyuka zilikuwa ni bendera za Waamedi na Waajemi. Ndani ya usiku mmoja ufalme umepinduliwa. Hawa wanaojifanya wababe, wanaonyanyasa na kutesa watu, Mungu anabadilishaga ndani ya muda mfupi. Kama wewe ni mnyanyasaji wa watu, tumekuja kukuambia katika mikutano hii, acha katika jina la Yesu. Kuna watu hawajali maisha ya watu. Wewe ni bosi tu pale ofisini, unanyanyasa watu, ukikohoa kila mtu anakimbizana. Nimekuja kukuambia, Belshaza ndani ya usiku mmoja, yani aliamka ni mfalme, akalala ufalme umetwaliwa. Acha katika jina la Yesu. Hawa watu nao wanyanyasa ni watoto wa Mungu. Wameumbwa kwa mfano na sura ya Mungu. Mungu ndio ameweka pumzi yake ndani yao. Waheshimu. Kama hautawaheshimu kwa majina yao, kama hautawaheshimu kwa kazi zao, kama hautawaheshimu kwa taaluma zao, kama hautawaheshimu kwa elimu walionayo, basi waheshimu kwa pumzi ya Mungu iliyomo ndani yao. Acha kunyanyasa watu katika jina la Yesu. Koreshi wakaongoza Wamedi na Wajemi kuanzia mwaka 539 mpaka mwaka 331. Kama unabii ulivyosema, ufalme huo nao wa Wamedi na Wajemi ukafika mwisho. Inapofika mwaka 331, anainuka kijana mmoja mdogo. Baba yake anaitwa mfalme Filipo, yeye anaitwa Alexandra mkuu, Alexandra the Great. Alexandra the Great alienda akapiga, na ndani ya miaka 14 akatawala dunia nzima peke yake. Tunaongelea wababe waliojaribu wakashindwa.
Alexander alipiga akatawala dunia nzima peke yake, na historia inasema baada ya Alexander kupiga na kutawala dunia nzima peke yake, akaanza kutafuta taifa jingine la kulipiga, lakini dunia yote iko chini yake. Akapaza sauti, akalia, akasema, jamani, ninatamani vita, ninatamani mtu wa kupiga, lakini dunia nzima ninaitawala. Yaani mwamba aliitawala dunia single handedly. Unaongelea wababe, Alexander the Great. Unajua mpaka leo majeshi ya leo yanapofundisha wale makomando wao, wanatumia mbinu za Alexander the Great kufundisha mbinu za kivita mpaka leo. Unaongelea wababe, alikuwepo Alexander the Great. Wewe tu kwa sababu umepewa umeneja TRA, unanyanyasa watu, unanyanyasa wafanyabiashara, nyanyasa wafanyakazi. Umepewa tu una kashamba kako eka 10, unanyanyasa wakulima, mara uwalipi. Kuna mama yuko hapa ananyanyasa house girl, yuko hapa na nakuona, naona niona. Uko hapa house girl, umlipi mshahara, glasi ikivunjika na kukata mshahara. Ngoja nikwambie, walikuwepo wababe wakina Alexander the Great walioipiga dunia nzima, na wakasema, jamani, bado mikono yangu inawasha kupiga, lakini nitampiga nani? Dunia yote iko chini yangu. Somo la leo linasema wababe waliojaribu wakashindwa. Geukia jirani yako, mpe tabasamu, muulize, hivi wewe ni mbabe? Anaonekana kama mbabe. Kuna mama moja anaitikia kule, pastor, mme wangu mbabe. Mme wangu pastor, ndio wewe. Alexander the Great pamoja na nguvu na mamlaka zote alikufa akiwa na miaka 33 tu. Na kilichomuua ni nini? Pombe. Yule Belshaza kule alipinduliwa kwa sababu ya pombe. Alexander the Great na nguvu na mamlaka, miaka 33, pombe ndio iliyomuua Alexander the Great. Ni kweli Alexander the Great alikuwa mfalme wa dunia na alikuwa Myunani, lakini Yesu alikuwa mfalme wa dunia na yeye alikuwa ni Myahudi. Alexander the Great alikufa na miaka 33, Yesu alikufa akiwa na miaka 33 pia. Alexander the Great aliishi kwa tamaa zake, Yesu alijitoa kuwahudumia watu. Alexander the Great alifia kwenye kiti cha ufalme, Yesu alifia msalabani. Alexander the Great alishinda dunia nzima ila akapoteza maisha yake. Yesu aliyatoa maisha yake akafa ili aiokoe dunia nzima. Alexander the Great alifanya wanadamu wote kuwa watumwa, lakini Yesu aliwaweka wanadamu wote huru. Wababe waliojaribu wakashindwa. Baada ya Alexander the Great, ufalme wa Wayunani ukaanguka mwaka 168. Ndipo ukaja ufalme wa Rumi, ufalme wa chuma. Ufalme huu uliongoza dunia kuanzia mwaka 168 kabla ya Kristo mpaka mwaka 476 baada ya Kristo. Hivi unajua ya kwamba Yesu akizaliwa hapa duniani alizaliwa wakati hiki, kipindi hiki ufalme huu ukiwa unaongoza. Yesu alizaliwa kipindi hiki wakati Augustus akiwa mtawala wa dunia, na alikufa wakati Tiberius akiwa mtawala. Lakini Biblia inasema hata baada ya ufalme wa Rumi wa chuma utakuja ufalme mwingine. Huu ufalme hautakuwa kama zile nyingine. Hizi nyingine zote zimekuwa ni mfalme mmoja anaongoza dunia nzima. Mfalme mmoja kuanzia kule kwa Nebukadneza anaongoza dunia nzima. Tukashuka kwa Koresh dunia nzima. Alexander the Great dunia nzima. Rumi wakaongoza dunia nzima. Lakini baada ya Rumi, sanamu ile miguu yake ilikuwa nusu chuma nusu nyayo. Vidole zake vilikuwa nusu chuma
chuma, nusu udongo, nusu chuma, nusu matope. Na Biblia inasema, neno la Mungu linasema, kama matope yasivyoweza kuchangamana na chuma, watajaribu sana kuiongoza dunia nzima, lakini hawataweza. Baada ya Rumi, Ulaya ilikatika, tukapata falme zile 10 za Ulaya. Kati ya zile 10, 3 zikapotea, zikaja nyingine 3, na mataifa ya Ulaya yamejaribu sana kuungana, lakini hawajaweza. Wametia bidii. Walitokea wafalme wa Babe kama Charlemagne. Alitokea mfalme mbabe huyu bwana huyu, tazama picha yake, kama Charlemagne wa Ufaransa mwaka 800 AD. Akajaribu sana kuiongoza dunia nzima, akapambana sana kuiongoza dunia nzima. Alipogundua hawezi, akasusa. Ushaikuona mfalme amesusa? Yaani akazira. Na kwa kuzira akamfanya mtoto wake kuwa mfalme kabla hajafa, yuko hai. Kwa kawaida mfalme ni akifa ndio mtoto wake anarithi. Na siku anakabidhi mamlaka, alisema, nimejaribu sana kuiongoza dunia yote pamoja, lakini kama chuma na udongo visivyoweza kuchanganyikana, vimenishinda. Akarudi nyumbani. Biblia ilisema kwamba watajaribu kuiongoza dunia kwa kuchanganyana kwa mbegu za wanadamu. Wakaona okay, tumeshindwa kuiongoza kwa military strategy, tumeshindwa kuiongoza kwa vita, basi tukubaliane, tupendane, tuoane. Yale mataifa ya Ulaya wakaanza mkakati ambapo wafalme watoto wao wakaanza kuoana. Watoto wa Spain wanaolewa Uingereza, watoto wa Uingereza wanaolewa Germany, watoto wa Ujerumani wanaolewa Italy. Wanajaribu sana. Belgium kule, wale princes and princesses wakaanza kuchanganywa. Wanadhani kwamba labda tukiwa ndugu tutatafuta namna tuongoze pamoja, lakini Biblia inasema kama chuma isivyoweza kuchanganyana na udongo, watajaribu lakini hawataweza. Katika jitihada hizi akapatikana mfalme Charles wa 5, na huyu aliongoza mwaka 1500. Huyu alibahatika kuongoza mataifa mawili ya falme za Ulaya. Aliongoza Spain pamoja na Germany. Na akajaribu kukusanya sasa yale mataifa yaliyobaki. Akajaribu, na kilichomfanya aongoze Spain na Germany kwa sababu mzazi wake mmoja alikuwa anatoka Spain, mzazi mwingine alikuwa anatoka Germany. Kwa hiyo kwa sababu mbegu zimechanganyikana, akaongoza zote, lakini wengine wote wakagoma. Akajaribu akashindwa, akashindwa. Charles akakata, akarudi kijijini kwao, akafa kwa magonjwa ya gout. Na historia inasema chumba chake kilikuwa kimezungukwa na saa, na kila akiangalia ukuta, historia inasema, na alitamka, nilitumia nguvu nyingi na kupoteza muda nikijaribu kuitawala dunia, lakini nimeshindwa. Wababe waliojaribu wakashindwa. Nani mwingine kama chuma na udongo vitakavyoshindwa kuchangamana, ndivyo watajaribu, pamoja na ubabe wao, pamoja na nguvu zao, lakini hawataweza. Baada ya hapo akaja mwamba mwingine, mbabe kweli, mtu mfupi, sio mtu mfupi, mtu mfupi, anaitwa Napoleon Bonaparte. General, shortman, lakini hatari kwa vita. Akasema, mimi, wengine wamejaribu wameshindwa, mimi nitaitawala dunia. Na akaapa, nitaitawala dunia. Na akaanza kupiga vita na nchi za Ulaya. Lakini mwaka ukaja ambao baridi ilikuwa kali, barafu ikaanguka. Akiwa pale Waterloo anajaribu kupigana, barafu imeanguka. Mwaka huo hakuna vyakula, viazi havijatoka, askari wake hawana vyakula, barafu imeanguka, farasi wake wamekufa kwa baridi. Napoleon Bonaparte pamoja na nguvu zake, siku anapinduliwa, alipaza sauti akasema, hii vita sijashindwa na mwanadamu, aliyenishinda nguvu ni Mungu peke yake. Wababe
waliojaribu lakini wakashindwa. Mwamba akanyosha mikono, maana barafu imeanguka, askari wamekufa kwa njaa, farasi hawaendi. Akasema, ni kweli nimeshindwa, lakini sio kwa mkono wa mwanadamu. Nyie hamjui habari za Hitler? Hitler si mpaka hapa 1945. Kuna wazee wengine wananiangalia kwenye net event walikuwa wameshazaliwa kipindi cha Hitler. Naye alisema wakina Bonaparte wameshindwa, wakina Charles wameshindwa, nipo mimi, nitaitawala dunia. Hitler akapambana. Hitler akapambana. Mwanaume akapambana. Akapambana ya hela yote, akapambana ya kufa. Hitler akapata ugonjwa akiwa kwenye chumba chake. Na ugonjwa wa Hitler mpaka leo bado hatujajua aliumwa nini hasa. Wengine wanasema alikuwa na hali fulani ya uchizi hivi, akili zinaruka, haifahamiki. Lakini akiwa kwenye chumba chake anaona mwisho umekaribia. Dada aliyekuwa akimhudumia, mfanyakazi wake, anasema, nilimuona Hitler ameshika Biblia na ameshika Danieli sura ya 2, akapiga kelele akasema, umenishinda wewe, umenishinda wewe, maana nimejaribu kuitawala dunia lakini nimeshindwa. Hitler kafa bila kuitawala dunia. Wababe waliojaribu na wakashindwa. Kwa sababu neno la Mungu liko wazi, kama chuma kisivyoweza kuchanganyikana na udongo, ndivyo watakavyojaribu lakini hawataweza. Bara la Ulaya likasema, tunaanzisha umoja wa Ulaya. Miaka tu 3-4 iliyopita, Uingereza wakakaa kikao, wakapitisha memorandum, wakasema umoja wa Ulaya hauna faida kwetu sisi tuna nguvu, tuna hela, tuna jeshi, hawa wengine wanatunyonya nyonya. Wamejitoa kwenye umoja wa Ulaya, kama chuma na udongo vitakavyojaribu kuchangamana lakini vitashindwa. UN wamejaribu kuanzisha ile eti UN ilete mataifa yote, wamekwama. Na ushahidi ni mwaka jana, viongozi wote wa UN walipiga kura wakisema Israeli hana haki ya kumpiga Mpalestina, lakini Marekani kwa kura ya veto akasema Israeli anajitetea, na kura za wengine wote zikawa kama makapi. Israeli akatenda jambo lake. Watajaribu kuungana lakini hawatashinda. Kwani nyie mbona mnaenda mbali huko Ulaya? Sasa si hata umoja wa Afrika, kwani nyie hamuoni? African Union ina nini? Vikao kila leo, wakienda wanabishana, wanavyoweza kupatana na kukubaliana hawavitekelezi. Watajaribu kushikamana kama chuma na udongo lakini hawataweza. Hawawezi. Walikuwepo miamba kama wakina Muammar Gaddafi waliosema muda umefika Afrika iwe na serikali moja, iwe na fedha currency moja, tuwe na mfumo mmoja Afrika nzima, tuwe na passport moja. Wamekufa, lakini bado hatujaweza kuungana kama chuma na udongo visivyoweza kuungana. Watajaribu. Wababe wa dunia wamejaribu lakini wameshindwa. Tulipoona African Union imekuwa ngumu, tukasema basi SADC, zile nchi ambazo ziko kusini mwa jangwa la Sahara, tumejaribu kushikamana, hatukuboa. Tukaona SADC imekuwa ngumu, tukasema basi East Africa Union. East Africa Union zamani ilikuwa na nguvu, wakina mzee Msambwa wanajua. Ilikuwa ina nguvu, wakikaa mzee Nyerere, wakikaa mzee Kenyatta, wakikaa na wale watu wa Uganda. Sasa Uganda walikuwa wanabadilika sana kila mwaka wanaenda. Ilikuwa na nguvu, lakini leo iko wapi East Africa Union? Kama chuma na udongo visivyoweza kuchangamana. Watajaribu na watashindwa. Na kuna mtu hapa, hata familia yake ni chuma na udongo, amejaribu, vimeshindikana. Kuna watu zamani walikuwa wanajivunia ukabila, Bihene. Mimi ninaoa kwetu. Siku hizi vijana wakienda chuo kikuu Dar es Salaam, chuo kikuu Dodoma, wanakutana na wachumba huko. Yeye ni wa Kigoma kama mimi, mke ni wa kaskazini kama mke wangu. Hapo si ni chuma na udongo? Watoto wanaongea lugha gani humo ndani?
asubuhi mwakeye, jioni urewedi. Tutajaribu. Na kizazi kinachokuja hapo mbele Bihene, hizi lugha za makabila zitapotea. Zinaenda zinapotea. Kizazi hiki cha kina Magomere wa kina Ali Musa ni asilimia ndogo ndio wanajua lugha za kwao, kwa sababu wazazi, mmoja ametoka Bukoba, mwingine ametoka Kigoma, mwingine ametoka Tarime, mwingine ametoka Rorya, wamejaribu. Sasa familia sasa hivi tuna watoto ni machotara. Watoto machotara tu, machotara. Ni weusi lakini kikabila ni machotara, kama chuma na udongo vitakavyojaribu. Wababe waliojaribu lakini wakashindwa. Na ndiyo Daniel anasema katika kipindi hicho, jitihada za kuiunganisha dunia zilipokuwa zikiendelea, ndipo likaonekana jiwe ambalo halikuchongwa na mkono wa mwanadamu. Jiwe lile likaja na likaipiga sanamu. Halikuipiga sanamu kichwani, maana muda huo umepita. Halikuipiga sanamu kifuani, maana muda huo umepita. Halikuipiga sanamu kiunoni, maana muda huo umepita. Halikuipiga sanamu miguuni, huo utawala umepita. Jiwe likapiga salamu kwenye nyayo za miguu. Ni kipindi hiki tunachoishi sisi ndiyo Mungu atasimamisha ufalme wake. Hiki kipindi, kama unasubiria tumaini lenye baraka, ndio hilo, ya kwamba jiwe ambalo halijachongwa na mkono wa mwanadamu litakuja kupiga sanamu kwenye nyayo za miguu, na jiwe lile litakuwa na kujaza dunia nzima, na huo ndio utakuwa ufalme wa Mungu utakao tawala milele na milele na milele na milele zote. Ufalme wa Mungu unakuja, na hauji kesho, umekaribia sana. Tunaishi kwenye kipindi cha nyayo za udongo na chuma, na jiwe litapiga hapa tulipo, na hapa tulipo ndio Mungu atasimamisha ufalme wake. Sijui kuhusu wewe, lakini siku hiyo ikifika, ninataka na mimi niwe na sehemu kwenye ufalme huo. Nimesema sijui kuhusu wewe, lakini siku hiyo ikifika, nataka na mimi niwe na nafasi kwenye ufalme wa Mungu. Amen. Kama uko hapa na unasema kwa neema ya Mungu, tumaini lenye baraka litakapofika, siku Mungu anasimamisha ufalme wake, na mimi nataka niwepo. Kama hilo ni tamanio lako, kwa nini usisimame? Kwa nini usisimame? Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Ngoja nikwambie mpendwa, kuja kwa Yesu mara ya pili ni hakika. Narudia, kuja kwa Yesu mara ya pili ni hakika. Kama Babeli ilikuja ikaenda, Waamedi na Waajemi walikuja wakaenda, Wayunani walikuja wakaenda, kama Rumi ilikuja ikaenda, kama chuma na udongo vimeshindwa kushikamana, basi ninajua kwa imani kwamba siku yaja nayo ni karibu, jiwe lisilochongwa na mkono wa mwanadamu. Ufalme wa Mungu utatawala dunia yote. Na siku hiyo ikifika, ninataka niwe pale. Unatamani kuwa pale? Unatamani kuwa pale? Unasema, mchungaji, niombee na mimi siku hiyo niwe pale. Kama upo nyosha mkono. Unasema niombee tu na mimi siku hiyo. Njoo mbele, njoo mbele, sogea mbele. Haraka sana, muda wetu umeisha. Njoo mbele, njoo mbele. Unasema niombee tu ili siku hiyo ikifika na mimi niwe pale. Niombee tu mchungaji, siku hiyo ikifika, Mungu anaposimamisha ufalme wake, na mimi niwe pale. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Ninajua hapa wapo watu ambao wanatamani kumpa Yesu maisha yao kwa njia ya ubatizo. Mchungaji wa Mji Mwema, naomba uje hapa mbele, utatupatia ombi. Naomba uje hapa mbele, utatupatia ombi. Dakika zimebaki chache, lakini utaomba ombi fupi tu, na mimi nitatoa tamko la baraka. Najua hapa ndani wapo watu ambao wanatamani kumpa Yesu maisha yao kwa njia ya ubatizo. Na ninajua huko vituoni wapo watu ambao wanatamani kumpa Yesu maisha yao kwa njia ya ubatizo. Tunapofika mwisho wa jioni hii ya leo,
Wengine watakapokuwa wanaenda, wale tunaobatizwa tutabaki pamoja, tutaomba pamoja. Wale tunaotamani kumpa Yesu maisha yetu, tutaomba pamoja. Sasa hivi mchungaji atakuombea ombi fupi la dakika moja tu la imani, kwamba Yesu akija mara ya pili uwepo kwenye ufalme wake. Na baada ya ombi la mchungaji nitatoa tamko la baraka, kisha tutakuwa tumemaliza siku ya leo. Karibu pastor. Mwenyezi Mungu, asante kufunua siri za mbinguni jioni hii ya leo. Asante kufunua mapenzi yako kwetu, nasi tuko tayari kuokolewa. Kina mama, vijana na watoto wote tuko tayari kuokolewa. Tuokoe Mungu wangu, maana tumesikia yaliyo mapenzi yako na tumaini lenye baraka, katika jina la Yesu, amina. Njombe pamoja na wote mnaotufuatilia, Mwenyezi Mungu awabariki na kuwalinda. Nuru ya uso wake iwaangazie na kuwafadhili. Mwenyezi Mungu aongoze hatua za miguu yenu. Mwenyezi Mungu awabariki mwingiapo na mtokapo. Mwenyezi Mungu awabariki mchana na usiku. Mwenyezi Mungu awabariki vijijini na mijini. Wagonjwa tunawatamkia uponyaji jioni ya leo katika jina la Yesu. Wafanyabiashara tunawatamkia faida katika jina la Yesu. Waajiriwa tunawatamkia kuinuliwa vyeo katika jina la Yesu. Mwenyezi Mungu watendee watoto wako mema. Zaidi ya yote, tunaomba tumaini lenye baraka la kurudi kwa Yesu mara ya pili lidumu likiwaka ndani yetu sasa na hata milele. Tumeomba katika jina la Kristo Yesu, aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, jemedari asiyeshindwa kamwe. Kila anayeamini amshangilie Bwana kwa kupiga kelele na kusema amina. Piga kelele, sema amina kubwa zaidi. Amen. Mwenende na amani ya Bwana. Tuonane hapo kesho. Tumaini lenye baraka, Njombe Net Event. Wale